السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام لتهذيب النفوس لا لتعذيبها، وجعل لنا فيه الخير الكثير والبركات العظام، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndugu zangu, tukiwa tunaendelea na masomo yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika maeneo mbalimbali na katika misikiti mbalimbali, na leo sisi katika msikiti huu tunaendelea na darsa zetu za Ramadhani, na leo tutajisomea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema as-sawmu junna, kwamba funga ni kinga. Funga ni kinga au funga ni ngao. Funga ni kinga ya matusi. Funga ni kinga ya maasi. Funga ni kinga ya matendo mabaya. Funga ni kinga ya maneno mabaya. Lakini kubwa zaidi, funga ni kinga ya moto wa Jahannam. Kuna swali la msingi ambalo tunaweza tukajiuliza, kama funga ni kinga ya maasi, kama funga ni kinga ya kusengenya, kama funga ni kinga ya kufitinisha, kama funga ni kinga ya magomvi, mbona tunaona watu wamefunga lakini bado wanasengenya? Tunaona watu wamefunga lakini bado wanasema uongo. Tunaona watu wamefunga bado wanafitinishana, bado wanagombana, bado wanatukana. Hii kinga ya funga kwao inafanyaje kazi? Wanawachuoni wa Kiislamu wanatufundisha kuwa funga zimegawanyika. Kuna funga inayoitwa as-sawmu sahihu, funga sahihi. Hii ni funga ambayo inatimiza masharti yote ya kifiqhi. Yaani kwa tafsiri nyingine, funga hiyo inakuwa ni halali na inahesabika kisheria. Na masharti makuu ya funga hii
ni kuacha kula na kunywa kuanzia alfajiri mpaka magharibi, lakini vile vile kuacha jimai mchana wa Ramadhani, kwa nia ya kufunga. Lakini vile vile kuepuka mambo ambayo yanaivunja funga. Mtu akitimiza masharti haya kifikihi, funga yake ni sahihi, hata kama anaweza kufanya baadhi ya makosa kama kusengenya, kusema maneno yasiyofaa, kukasirika na hata kufanya baadhi ya dhambi ndogo. Makosa haya hayaivunji funga, na funga hii inabaki kuitwa ni funga iliyokuwa sahihi kisheria, na inazingatiwa mtu amefunga. Lakini funga hii ya mtu ambaye amefunga na hali ya kuwa anaendelea na mambo mbalimbali yasiyofaa, huenda funga hii ikapungua thawabu au ikawa haina thawabu kabisa. Na kwa sababu funga lengo lake kubwa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikiwa kumbe funga ina malengo ya kuwafikisha watu kwenye uchamungu, sasa mtu kama amefunga bado akaonekana anatukana, bado akaonekana anasengenya, bado akaonekana anagombana, funga yake ni sahihi kwa sababu imetimiza masharti yote ya kifikihi. Lakini funga hii imepungua thawabu au haina thawabu. Lakini pia yawezekana funga hii sio ile funga ambayo itamfanya mtu awe mcha Mungu. Na ndio maana utaona tumefunga funga nyingi. Kuna wapo tunafunga 100, kuna wapo tunafunga 50, kuna wapo tunafunga 20, kuna wapo tunafunga 5, lakini hatujafikia lengo la kuwa wacha Mungu. Kwa sababu gani? Funga zetu tunafunga funga sahihi, funga ambayo kifikihi imetimiza masharti yake yote, lakini mfungaji hajajizuia na kusengenya, hajajizuia na maasi, hajajizuia na mambo mbalimbali. Kwa ndo maana tunasema na kujibu lile swali, kama hadithi ya Mtume inasema as-sawmu junna, funga ni kinga. Ni kinga ya nini? Ni kinga ya kusema uongo, ni kinga ya kusengenya, ni kinga ya kutukana, ni kinga ya kugombana. Mbona wafungaji wengi wamefunga lakini unayaona hayo yanaendelea? Basi hawa wamefunga kula, wamefunga kunywa, lakini pia wamefunga
jimaa, wamefunga vitu vitatu tu, hawajafunga viungo vyao, hawajaifunga mioyo yao, hawajayafunga macho yao na kadhalika. Kwa hiyo funga hii inaitwa as-saumu as-sahih. Lakini kuna funga nyingine inaitwa as-saumu al-kamilu, funga kamili. Hii ni funga ya kiwango cha juu zaidi, ambayo funga hii pamoja na masharti ya funga yale ambayo tumeyasoma katika fiqh, mtu anavilinda viungo vyake vyote na maasi, lakini vile vile anailinda na tabia yake. Kwa hiyo mtu anayefunga funga kamili, ulimi wake unaacha uongo, ulimi wake unaacha matusi, ulimi wake unaacha ghiba, lakini macho yake pia yanaepuka kuangalia haramu, lakini masikio yake pia yanaepuka kusikiliza mambo mabaya, lakini wakati huo huo moyo wake pia unaepuka chuki, lakini unaepuka mawazo mabaya. Hii ndio ile funga ambayo inaitwa au aliyoitaja Mtume as-saumu al-kamilu, ndiyo funga inayoleta takwa. As-saumu as-sahihu, funga sahihi ambayo imetimiza masharti yake yote ya kifiki, alafu kisha mfungaji hajazuia macho yake kutazama haramu, hajauzuia ulimi wake kusema uongo, hajauzuia ulimi wake kutukana na kadhalika na kadhalika, funga hii haileti uchamungu. Kifupi au mfano rahisi, funga sahihi ni kama vile mtu ambaye amefaulu mtihani kwa alama ya kupita. Amefaulu mtihani kwa alama ya kupita na cheti amepata. Mfano wake mtu aliyefanya mtihani wa form 4 akapata division 4, ambayo ufaulu ule unaweza usimwezeshe kwenda popote. Hawezi kufanana na mtu ambaye amefaulu kwa alama ya juu zaidi. Kwa mfano, mtu aliyefaulu ufaulu wa division 1, huyu ndiyo mtu aliyefunga funga inayoitwa as-saumu al-kamilu. Kwa utaona aliyepata division 4 na aliyepata division 1 wote wamefaulu, lakini kiwango cha mafanikio kinatofautiana. Kwa hiyo funga sahihi inatosha kisheria na inahesabika, lakini funga kamili inaleta thawabu nyingi na kumfanya mtu awe karibu zaidi na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sasa tunachoweza kujifunza hapa,
watu wengi tunafunga funga sahihi, yaani asilimia ya wengi tunafunga, lakini tunafunga kula, tunafunga kunywa, tunafunga kuacha wake zetu, au wakina mama naye kufunga kuacha waume zao, lakini hawajayafunga macho yao, hawajayafunga masikio yao, hawajafunga ndimi zao, hawajaifunga mioyo yao. Sasa funga hii haiwezi ikamfikisha mtu mahala popote, kama vile mtu aliyepata cheti cha form 4 na ufaulu wake ni wa mwisho kabisa, tunasema mtu huyo cheti kile hakiwezi kikampeleka mahala popote. Wanawazuoni wa malezi ya kiroho kama vile Abu Hamid Al-Ghazali wameeleza kwamba funga ina ngazi tatu. Funga ina ngazi tatu. Ngazi ya kwanza, saumul umumi. Ngazi ya kwanza ya funga inaitwa funga ya watu wa kawaida, au funga ya watu wengi. Hii ndio funga ya watu ambao wamefunga kuacha kula, wamefunga kuacha kunywa, wamefunga kuacha jimaa, kuanzia alfajiri mpaka magharibi, na hii ndio ikaitwa funga sahihi kisheria. Lakini mtu bado anaweza kufanya makosa kama kusema maneno mabaya, kama kugombana, kufanya baadhi ya dhambi. Funga yake ipo, lakini thawabu zake zinaweza kupungua au zisipatikane kabisa. Lakini ngazi ya pili ya funga, saumu al-khususi, funga ya watu wema. Funga ya watu wema, hii ni funga ya kiwango cha juu zaidi. Mtu anayefunga katika daraja hii ni yule ambaye amefunga alafu analinda viungo vyake vyote na madhambi. Kwa mfano, al-ainu, macho hayaangalii haramu. Alisanu, ulimi hauongei uongo wala hausengenyi wala hatukani wala hagombani wala hagombanishi. Al-udhnu, masikio hayasikilizi mambo mabaya. Al-yadu wa rijlu, mikono na miguu vile vile haishiriki mambo mabaya. Hii ndiyo funga ambayo inaendana vizuri na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema as-sawmu junna, funga ni kinga. Manake funga ni kinga dhidi ya maasi. Lakini kuna ngazi ya tatu. Ngazi ya tatu, saumu khususil khususi, funga ya watu wa karibu sana na Allah. Hii ni funga ya kiwango cha juu sana.
na funga hii ina watu wachache sana. Mwenye funga hii kwanza amefunga kula, amefunga kunywa, amefunga jimaa, lakini mtu huyu amefunga macho, amefunga ulimi, amefunga masikio, amefunga mikono na miguu, lakini ameufunga na moyo wake. Hata mawazo mabaya hana, hisia yoyote ya mambo mabaya hana. Funga hii ni ya mtu ambaye moyo wake unajishughulisha na kumkumbuka Allah tu muda wote. Ulimi wake unakuwa katika dhikri, moyo uko katika takwa, nafsi yake ipo katika unyenyekevu. Hii ni funga ya watu ambao wamekomaa sana kiroho. Kwa hiyo sisi wafungaji tuna jukumu la kukagua funga yetu. Wewe funga yako ni funga sahihi au ni funga kamili? Funga kamili ndiyo ambayo inakufikisha kwenye uchamungu. Funga sahihi haikufikishi popote, hata kama utafunga miaka 100. Funga sahihi ni funga ambayo masharti yote ya kifiqhi yamezingatiwa. Mtu hali, hanywi, hakutani na mke wake au hakutani na mume wake, lakini huyo anatukana, huyo anasengenya, huyo anagombana, anagombanisha. Mwenye funga hii, ukikagua wenye funga hii ndio tuko wengi. Ndio maana tunafunga miaka mingi, unakuta hatubadiliki. Baada ya Ramadhani kumalizika tunabaki pale pale. Lakini funga kamili, mtu kaacha kula, kafunga kula, kafunga kunywa, kafunga jimaa, lakini vile vile kavifunga viungo vyake vyote: masikio, macho, mdomo, miguu, mikono. Huyu sasa funga yake inaitwa aswaumul kamilu. Ndiyo funga ambayo inakwenda kumbadilisha mtu, ndiyo funga ambayo inakwenda kumfanya mtu afaulu, ndiyo funga ambayo inakwenda kumfanya mtu afanikiwe. Na siri za kuilinda funga yako, zipo siri za kuilinda funga yako. Siri hizo ni kama 6. Ili funga iwe ya kiwango cha juu, siri ya kwanza, ghadhul basari, kuinamisha macho. Jitahidi kuinamisha macho yasitazame mambo ya nini? Ya haramu. Mfungaji anatakiwa kuepuka kuangalia vitu vya haramu na vitu vinavyochochea matamanio. Kwa hiyo anatakiwa adumu na kuangalia mambo mazuri, kujiepusha kutazama picha,
au vitu vya maasi, kwa sababu macho pia yanaweza yakaharibu thawabu za nini, za funga kwa kutazama. Siri ya pili ya kuifanya funga yako iwe kamili, hifdhul lisani, ni kuhifadhi nini, ulimi. Mfungaji anatakiwa kuacha uongo. Mfungaji anatakiwa kuacha kusengenya. Mfungaji anatakiwa kuacha matusi. Mfungaji anatakiwa kuacha mabishano yasiyo na nini, yasiyo na faida. Badala yake mfungaji anatakiwa kusoma Qur'ani, kufanya dhikiri, kusema maneno mazuri mazuri. Lakini kinga ya tatu, kafu sam'i, kuyalinda masikio. Mfungaji anatakiwa kuepuka kusikiliza mambo mabaya ambayo hayafai, kama vile kusengenya, kusikiliza maneno ya uongo, kusikiliza mazungumzo ya maasi, kwa sababu kusikiliza maovu ni kama vile kuyafanya. Ukisikiliza maovu ni sawasawa na mtu anayefanya maovu. Lakini kinga ya nne, kafu baqiyatil jawarihi, ni kuvilinda viungo vingine. Na kuvilinda viungo vingine inahusisha mikono yako isifanye madhambi, miguu yako isiende kwenye maasi, viungo vyote uviepushe na nini, na haramu. Pia mfungaji anatakiwa ajiepushe na vyakula vya haramu wakati wa kufuturu. Lakini kizuizi au kinga ya tano, adamul ikthari min at-ta'ami inda al-iftar, kutozidisha kula wakati wa kufuturu, kwa sababu lengo la funga ni kupunguza matamanio. Lengo la funga ni kupunguza matamanio ya nafsi. Kwa hiyo mtu akila kupita kiasi wakati wa kufuturu, hekima ya funga inapungua. Kwa hiyo katika ulinzi, katika kuilinda funga yako pia unahitajika upunguze kula wakati wa iftar. Lakini siri ya sita, ayakuna alqalbu baina alkhawfi warrajai, moyo uwe kati ya hofu na matumaini. Manake mfungaji baada ya kufunga anatakiwa kuogopa kwamba huenda funga yake haijakubaliwa. Lakini wakati huo huo awe na matumaini kwamba Allah ataikubali funga yake. Kwa hiyo kufunga sio kuacha kula tu, sio kuacha kunywa tu, sio kuacha jimai tu. Hii ndio funga ya watu wengi, asilimia karibia 95, ambayo inaitwa as-saumu as-sahih, ambayo wanawachuoni wa tasawufu wameita as-saumu saumul umumi. Badala yake tujitahidi tuingie kwenye funga ya watu wachache, ambayo funga ya daraja la pili na daraja la tatu. Daraja la pili linaitwa as-saumul khususi. Mtu amefunga kula, kunywa na jimaa,
lakini kaacha na dhambi zote. Lakini funga ya daraja la 3, saumul khususi, funga ya wachache katika wachache. Hawa ni wana kiwango cha juu zaidi. Hawa wameacha dhambi zote, lakini hata mawazo mabaya hawana. Kuna mtu anaweza kawa amefunga, ameacha madhambi yote, lakini kuna wakati mawazo yanampitia. Lakini huyu kaacha mawazo mabaya, hayampitii hata kidogo. Kwa hiyo tujitahidi inshallah tuingie katika funga ya daraja hili la 3, na tukiingia katika funga hii tunaweza tukafaulu na tukafikia lengo la funga ambalo ni uchamungu. Inshallah darasa yetu ya leo itakuwa imekomea hapo. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.